Yesu asifiwe. Nataka nikushukuru Mungu kwa ajili ya masaa haya ambayo Mungu imempendeza kuwa katika imani mwake, katika maombi ya jioni ya leo na hata katika neno ya siku ya leo. Nataka niombe na wewe kwanza, ndipo nianze kuingia katika neno. Baba wa mbinguni, mtakatifu wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka yote, Mungu ambaye haufananishi na mwingine. Wewe pekee Bwana unaweza yote, mfalme. Ninakabidhi Bwana neno hili Bwana kwako mikononi. Acha Bwana unapoenda kuingia katika neno, ewe mfalme wangu, ewe tegemeo, ewe mwamba, ukapate Bwana kutumia kama chombo kwa dakika hizi chache, na kwamba Mungu kanitumie kama chombo chako. Tukufu ni kwa heshima zako, ni kwa kumkombozi, naomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuleta neno kutoka kitabu cha Isaya 6 mstari wa kwanza. Inasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kile kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kitabu cha Isaya kwamba wakati ule aliokufa mfalme Uzia, ndipo Isaya alimuona Bwana, na alipomwona Bwana alimuona katika hekaluni mwake, na akajaza vazi lake likajaza hekalu lote. Nataka niongee na wewe mtumishi wa Mungu. Isaya alikuwa ni binadamu kama mimi na wewe, lakini kile ambacho kilimfanya Isaya akakawia ni kwamba alikuwa anaketi katika midomo ya watu wachafu, ya watu ambao walikuwa hawafai, watu ambao walikuwa hawampendezi Mungu. Lakini bila inasema ya kwamba wakati alipokufa mfalme Uzia, ndipo Isaya akamwona Bwana. Nataka niongee nawe kwamba ukiwa Mkristo unahitajika kuwa na macho ya kiroho. Macho ya kiroho ndio ambayo yatakusaidia kuona hatua ambayo iko mbele, na ukiona hatua iko mbele kwa imani, kuunganisha na yale macho ambayo yako ndani yako, basi hakika utaona mafanikio ambayo yako mbele. Nataka niseme Isaya alikuwa binadamu kama mimi na wewe, na uzuri ni kwamba Biblia inasema kwamba wakati ule alipokufa mfalme Uzia, ndipo alimuona Bwana. Nataka niseme hivi, unaweza kuwa wewe ni Mkristo mzuri, kila Jumapili unaenda kanisani, lakini kawa ndani yako umejaa hasira, kiburi, wivu, uchoyo, na visipotoka hivyo, basi huwezi kumwona Bwana. Na maana hivyo navifananisha na mfalme Uzia. Maana mfalme Uzia akiwa yuko pamoja na wewe, hakika huwezi kufaulu. Lakini nataka niseme hivi, fanya bidii ukapate kumwona Bwana, maana Bwana anaonekana katika macho ya kiroho. Nataka niseme hivi, kama hujamwona Bwana, basi ingia katika ulimwengu wa kiroho na nyenyekea miguuni mwa Mungu. Na ukinyenyekea miguuni mwa Mungu, basi utafaulu moja kwa moja. Nataka niseme hivi, mtumishi wa Mungu, mtumishi ambaye ninajua kwamba unasikiza na unanifuatilia vizuri katika mahubiri yangu, nataka niseme hivi, katika ulimwengu huu kuna mambo mengi, lakini katika mambo mengi haya ukiyafuatilia, ukiyachukulia hatua, unaweza ukayashinda. Lakini ukiendelea kuyafuatilia, kama ni midomo michafu, utaendelea kuwa na midomo michafu. Kama ni hasira zitakwako, lakini najua kwamba unaweza ukazishinda, maana Kristo yeye alizishinda, yeye alifaulu, yeye alifanikiwa. Nataka nikwambie hivi, fanya bidii na amua, manake wokovu ni kujikana. Ndivyo Biblia inasema kwamba ukitaka kunifuata ni lazima ujikane mwenyewe. Nataka niseme hivi, usipojikana, usipoamua, basi hauwezi kumwona Bwana. Nataka niseme hivi ya kwamba mfalme Uzia yuko, Isaya alipita, mfalme Uzia bado anadumu. Nataka niseme ni kwamba fafanusha kila jambo ambalo unaliona kwamba kwako limekuwa ni mzigo, basi na hakika ukiamua kama vile Isaya alivyokuwa
yuko anaishi na macho haya ya kimwili, ndipo ilikuwa ni vigumu kumwona Mungu, lakini alipoona katika macho ya kiroho, basi akamwona Bwana. Nataka niseme hivi, mtumishi wa Mungu, basi ukitaka kumwona Bwana inawezekana. Ukitaka kubaki hivyo kama Isaya, kutoka aya ya 1 mpaka aya 6, ndipo Biblia inasema kwamba aya 6, wakati alipokufa mfalme Uzia ndipo alimwona Bwana. Lakini uzuri ni kwamba ukisoma hapo nyuma, Isaya anasema alikuwa anaketi katikati ya watu wenye midomo michafu. Nataka niseme kwamba sisi tunakaa katika watu ambao midomo yao ni mibaya, mara nyingine inatuambukiza, tabia mbaya zinatuambukiza. Na isitoshe, Jumapili sisi tunaingia kanisani, lakini nataka niseme hivi, kuingia kanisani sio shida. Unaweza ukaingia, lakini ukao hutamwona Bwana, hutapata kile ambacho ulikuwa unakiomba, hutafanikiwa, mambo yako yanenda segemnege. Nataka nijue ya kwamba ukisikia neno hili litakusaidia. Tabia hizo chafu ambazo unaona wenzako wanafanya, usikubali kuzirithi. Endelea kukaa katika miguuni mwa Mungu kama vile Mariamu alivyokaa katika miguuni mwa Yesu. Usiwe kama yule Martha ambaye alikuwa kazi yake ni kuhangaika. Nataka nikwambie hivyo, ukiendelea kuhangaika, ule kweli hutamwona Bwana. Lakini angalia, Martha alipomwona Yesu, yeye Yesu hakulia, lakini alipomwona Mariamu akamwambia, usijali, ndugu yako atakuwa hai. Nataka niseme hivi, na Mariamu akaketi miguuni mwa Mungu na akamwona Bwana. Nataka nikwambie hivi ya kwamba kaa katika dunia hii, lakini usikubali kuambukizwa tabia hizo mbaya za midomo michafu. Nataka niseme hivi, Mungu akubariki. Mungu akubariki sana kwa hatua ya kuendelea kunisikiza, na kushukuru kwa sababu unaendelea kunifuatilia. Nami ni wako Kiraga Nzai, mtumishi wa Mungu. Bwana akubariki sana. Asante.